Patrice Lumumba. Julai 2, 1925, katika ardhi ya Kongo, alizaliwa mtoto wa kiume katika viuno vya mzee Francois Tolenga Otechima na tumbo la Bi Julien Wamato Lomenja. Akaitwa jina lake Elias Okit Atsombo, yaani mrithi wa aliyelaaniwa. Asombo akakuwa katika kimo na akili, akasoma, akajielewa, akabadili jina lake na kujiita Patrice Lumumba. Akafanya kazi sehemu mbalimbali nchini, akaingia kwenye siasa kuikomboa Kongo kutoka kwenye makucha ya wakoloni wa Ubelgiji. Mabeberu wakamuua na kisha kumkatakata vipande na kumyeyusha kwenye pipa la tindikali. Lumumba akapotea duniani, lakini fikra zake zikabaki zikiwasumbua watu wanaoamini Afrika haiwezi kujilisha bila kuomba nje. Lumumba alikataa kuburuzwa tangu utotoni, ndo maana wazazi wake walivyomswaga kwenda shule kusomea ukatikista. Aliishia kufukuzwa shule kwa sababu unaweza kumpeleka ng'ombe mtoni kunywa maji, lakini asiyanywe, maana uamuzi wa kunywa maji ni wa ng'ombe na sio wa mswaga ng'ombe. Wazazi wa Lumumba walikuwa na mamlaka ya kumpeleka shule, lakini uamuzi wa kusomea walichokitaka alikuwa nao yeye. Akayadisi masomo ya dini, akatimuliwa shule. Akapelekwa Teba kusomea udaktari, akatimuliwa tena. Akaamua kutimkia zake mjini Kisangani. Kufika mjini ndo akabadili jina lake, akajiita Patrice Emery Lumumba. Kama ilivyokuwa kawaida kwa vijana wengi wakifika mjini, hata Brother K wa Kigoma kabla ya kufika mjini aliitwa Kalimanzila. Jina jipya likampa Lumumba fursa ya kusoma tena na kupata ajira yenye hadhi ya wazungu. Lumumba alivyoacha shule alipiga vibarua kwenye kampuni ya kuchimba madini, iliitwa Simetian. Baada ya kazi, Lumumba alikwenda maktaba kujisomea vitabu mbalimbali. Alisoma sana falsafa za wanamapinduzi wa kifikra kama Jean-Jacques Rousseau na Voltaire, hadi naye akawa mwana mapinduzi kwa sababu you are what you read, yaani ukisoma vitabu ya umbea lazima uwe mbea, ukisoma vitabu vya kimaendeleo lazima uendelee. Vitabu ni kama marafiki, ukiwa na marafiki watatu matajiri lazima uwe tajiri wa 4. Kadhalika, ukiwa na marafiki watatu majambazi lazima uwe jambazi wa 4, kwa sababu ndege wafananao huruka pamoja. Mwanafalsafa Jean-Jacques Rousseau alimfundisha Lumumba kwamba ukimya ukizidi ni sawa na kifo. Voltaire naye akamfundisha kwamba jamii ina watu wa aina 3: waongea pumba, waropokaji na wale wanaowaua wasema kweli. Kwa hiyo Voltaire akasema it is dangerous to be right in matters where established men are wrong, kwamba ni hatari kuwa sahihi zaidi ya wenye mamlaka. Lumumba alijaribu kuwaonyesha wazungu kwamba yeye yuko sahihi pale alipomwambia mfalme wa Ubelgiji, sisi si nyinyi wenu tena. Wakamla kichwa. Nikayakumbuka maneno ya wahenga kwamba ukishamaliza kusema ukweli kimbia. Tatizo, ukikimbia ukweli wako unakosa maana. Itoshe kisema tu, it's very dangerous to be right when your government is wrong. Chukua hiyo mwanangu. Julai 1944, Lumumba aliacha kazi pale mgodini na kwenda zake Kisangani. Huko alipata kazi ya ukarani wa posta. Baada ya kazi, alihudhuria masomo ya jioni. Hakwenda kunywa pombe na viroba. Mwaka 1947, Lumumba alijiunga na chuo cha posta kwa kozi ya mwaka mmoja na kuhitimu kwa ufaulu wa alama za juu sana. Alitoka na wastani wa 94.4. Alikuwa na akili kama mchwa. Toka shule ya msingi, walimu wake walikiri hilo. Waliwasumbua sana kwa maswali tata darasani. Sio mwanangu, hadi unamaliza shule hujawahi nyoosha mkono darasani kujibu swali, lakini unanyoosha mkono kumpiga mkeo bure kabisa. Afrika, kama huna akili za darasani, walimu wanakuita boga. Ukitenda kosa sasa, utashughulikiwa na stafu nzima kama walokole wamavomshughulikiaga shetani kipindi cha maombi. Lakini kama zimo, hata ukizingua, unaambiwa usirudie. Lumumba hata kwenye lugha alikuwa mzima sana. Alitafuna lugha 5 kwa fasaha kabisa. Alivunja Kitetela, lugha mama, Kifaransa, Kilingala,
Kiswahili na Kitiluba. Ndo maana hata katika kile kikao cha Nyerere na Sekou Toure, yeye ndo alikuwa mkalimani, maana Nyerere alivunja yai la Kiswahili na Sekou Toure alivunja Kifaransa tu. Sio wewe hapo lugha ya kwenu huijui, unasema ni lugha ya kinyeji, unajifanya kujua Kiingereza, na wakati ukianza kukiongea inabidi Mungu aingilie kati maana hueleweki. Hivi unajua kutojua lugha yenu ni uasi kama Boko Haram? Machi 15, 1951, Lumumba alifunga ndoa na Bi Pauline Opangu, binti mwenye umri wa miaka 15, wakabarikiwa watoto 4: Patrice Jr., Juliana, Roland na Marie Christine. Kuolewa na mwanaharakati ilikuwa changamoto kwa Pauline. Ilikuwa nadra sana Lumumba kukaa nyumbani, na ikitokea yuko home, alitumia muda wote kusoma au kuandika. Hakuwa na muda wa kupiga stori na mke wake kwa sababu wali tofautiana interest. Mme alipenda kusoma na kuandika. Mke alipenda kupika na kukaribisha wageni wa mume wake kwa sababu hakujua kusoma na kuandika makala na mashairi yaliyochapishwa kwenye magazeti ya Voice of the Congo na La Croix du Congo. Lumumba alichelewa kulala na aliwahi kuamka akimwacha mke kwenye mataa. Jamaa aliamka saa 8 usiku kusoma vitabu na saa 5 asubuhi alipiga maji baridi na kahawa nchungu na kwenda zake mihangaikoni. Kazi ya Pauline ilikuwa kupokea wadeni wa Lumumba waliofika nyumbani kwa vyakula na vinywaji. Pamoja na changamoto zote hizo, bado Pauline alimvumilia mume wake hadi kifo kilipowatenganisha. Mke wa kwanza na wa pili walimkimbia. Mwaka 1955, Lumumba alijiunga na chama cha siasa Liberal Party of Belgium, ambako alifanya kazi ya kuedit magazeti ya chama kwa sababu ya ubingwa wa lugha aliyokuwa nayo. Pita chama hicho, Lumumba alipata tour ya kwenda Ubelgiji kwa masuala ya siasa. Fikra zake katika jitambua ziliwashtua wazungu huko ughaibuni. Wakaona hili ni balaa. Julai 6, 1956, wakati anarejea kutoka Ubelgiji, alikamatwa katika airport kwa tuhuma za ubadhilifu wa faranga 126 za posta. Akaenda jela miaka 2 pamoja na ukweli kwamba pesa hiyo hakuiba bali alikopa, na ushahidi ulikuwepo, lakini bado wakamfunga. Lengo ilikuwa kumkomoa kwa sababu kama ni pesa, jamaa zake walichangishana hadi ikapatikana, lakini serikali iligoma kumwachia huru. Kwa kumsweka jela, wazungu walijua tayari wamemmaliza. Kumbe ndo wanzo walimpiga chura teke. Kumfunga Lumumba ilikuwa kama kuzima moto wa mabua kwa petroli. Lazima wake sana. Kifungo kilimuimarisha zaidi kama maji yaimarishavyo zege. Juni 1, 1958 alifunguliwa baada ya miezi 18, lakini akapoteza kazi, akaamua kwenda zake Kisangani. Huko alipata kibarua kwenye kampuni ya pia ya Bas Congo. Alivyoingia kazini, zenge likaanza. Mara bia inayotengenezwa na kampuni yao inaua nguvu za kiume. Walevi wote wakaikimbia bia, chezea nguvu za kiume wewe. Ikabidi Lumumba apambane na hujuma hizo hadi akashinda, wanaume wakarudi kupiga gambe. Lumumba akaamua kuwekeza nguvu nyingi kwenye siasa badala ya vibarua kwenye makampuni ya wazungu. Oktoba 5, 1958 akashiriki kuanza chama cha siasa ili kupigania uhuru wa Kongo. Chama kiliitwa Mouvement National Congolais, yaani Njambali Niko na Kat. Kama mwenyekiti wa chama, Lumumba alianza kuhubiri ukombozi wa Wakongo mtaani kama chizi. Disemba 1958 akapata zali la kukiwakilisha chama chake kwenye mkutano wa Waafrika ulioitishwa na Kwame Nkrumah jijini Accra, Ghana. Zali hilo lilikuwa hivi: mwaka 1958 ujumbe wa chama cha kupigania uhuru Afrika Mashariki, Kati na Kusini ulitua jijini Kinshasa ukielekea Accra kwenye mkutano huo wa Kwame Nkrumah. Ujumbe huo uliwajumuisha Julius Kambarage Nyerere wa Tanganyika, Abdurrahman Babu wa Zanzibar, Tom Mboya wa Kenya na Kanyama Chiume wa Nyasaland. Katika zile siku 5 za kusubiri ndege, Chiume na Babu wakiwa zao mtaani walipenda kujua hali ya harakati za ukombozi mtaani Kongo zikoje. Wakaambiwa kuna kijana anapiga kelele mjini pale anaitwa Patrice Lumumba. Wakaomba kumwona. Lumumba akakutanishwa na wapigani uhuru wenzake.
Katika mazungumzo yao, walivutiwa sana Lumumba na kumwambia awajoin kwenye kikao cha Accra. Kwa kuwa Lumumba hakuwa na fungu, Tom Mboyo alimkatia tiketi ya ndege kwa fedha za wapigani uhuru wa Kenya. Afrika ikamjua Lumumba, mapambano ya Kongo yakapamba moto. Baada ya mkutano ule, Lumumba alirudi nchini na nguvu mpya, ari mpya na kasi mpya ya kuikomboa Kongo sasa hivi, maana supu ya mbwa hunywewa ikiwa bado ya moto. Jumapili ya Januari 4 aliitisha mkutano kudai uhuru haraka sana, maana waliishatangaziwa uhuru wa Kongo ungepatikana mwaka 1885. Profesa Anton Arnold Joseph van Bilsen wa chuo kikuu cha Antwerp, Belgium, ndo alishauri wa Kongo wasipewe uhuru mapema kwa sababu hawakuwa na akili za kujitawala, labda mpaka baada ya miaka 30 ijayo ndo waanje kufikiriwa. Juni 28 mwaka 1964, Malcolm X alitoa hotuba moja matata huko Marekani kuisifia hotuba ya Patrice Lumumba. Mwaka uliofuata akauawa. Malcolm X alisema, Lumumba is the greatest black man who ever walked the African continent. He didn't fear anybody. He had those people so scared they had to kill him. They couldn't buy him, they couldn't frighten him, they couldn't reach him. Why, he told the King of Belgium, "Man, you may have let us free, you may have given us our independence, but we can never forget these scars." Ni hotuba bora kabisa, na washauri bandikeni hotuba hiyo kwenye milango yenu. Hamwezi kutupa chochote. Mnaweza kuchukua haya makovu mliotusababishia? Mnaweza kuturudishia miguu na mikono mliotukata? Lumumba alimwambia mfalme wa Ubelgiji, aliyejinasibu kushirikiana na Wakongo. Lumumba akaanza kazi ya uwaziri kwa mgomo wa jeshi lake. Wanajeshi walikitaka kupandishwa vyeo na mishahara ndani ya wiki moja. Bunge likadai nyongeza ya mishahara. Lumumba akasema hicho ni kitendo cha kipumbavu. Siku 6 tu baada ya uhuru, Lumumba akawapandisha vyeo askari wake, lakini vurugu zikaendelea. Lumumba akajua hii ni hujuma hii. Akamtimua kazi mkuu wa majeshi Jenerali Emile Janssens, Mbelgiji, na maafisa wote wazungu jeshini akawatimua. Akabadili jina la jeshi kutoka Force Publique kuwa Armée Nationale Congolaise na kumteua Victor Lundula, Mkongomani, kuwa mkuu wa majeshi ya Kongo, na Mobutu Sese Seko kuwa mnadhimu mkuu wa jeshi. Lumumba na Mobutu walikuwa washikaji. Katika harakati za uhuru, Mobutu ndo alikuwa msaidizi wake. Alipanga ratiba na kuamua nani aonane na Lumumba na kwa muda gani. Nyumbani kwa Lumumba kulikuwa kama nyumbani kwa Mobutu. Alikwenda huko wakati wowote na kujisevia hadi vyakula na vinywaji bila mke wa Lumumba kununa. Machafuko yalivyozidi nchini, Julai 10, 1960, Ubelgiji ilimwaga wanajeshi nchi Kongo kwa lengo la kulinda raia wake na biashara zao. Kasavubu na Lumumba kuona hivyo, wakaomba msaada kutoka Marekani kulipanga upya jeshi la Kongo. Marekani ikasema iko tayari kufanya hivyo, lakini chini ya Umoja wa Mataifa na uongozi wa Ubelgiji. Hii ndo nini sasa? Yaani adui Marekani aisaidie Kongo kwa kushirikiana na adui wa Kongo. Julai 11, jimbo la Katanga lenye utajiri wa madini likajitangazia uhuru wake chini ya Moise Chombe. Chombe akaungwa mkono na Ubelgiji na makampuni makubwa ya uchimbaji madini. Machafuko yakaendelea kumuumiza kichwa Lumumba. Julai 13, Urusi wakautaka Umoja wa Mataifa kuwazuia Ubelgiji kufanya hujuma Kongo. Julai 15, majeshi ya Umoja wa Mataifa yakawasili Kongo kupambana na Lumumba kwa jina la kulinda amani. Hao UN ndo walisema Lumumba alikuwa kichaa, hakufaa kutawala, walimuita kibaraka wa ukomunisti. Julai 17, Lumumba akawapiga mkwara UN kwamba wasipowashughulikia majeshi ya Ubelgiji, vinginevyo atayaita majeshi ya Urusi kuja kuwashughulikia. Agosti 1, 1960, akizungumza mbele ya Umoja wa Mataifa, Lumumba alimshutumu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Dag Hammarskjöld, kwa kukaa kimya Kongo ikiwaka moto. Agosti 7, Lumumba alipita Ghana kwa Rais Kwame Nkrumah kumkumbushia ile suala la kuunganisha Afrika haraka. Agosti 8, jimbo la Kasai Kusini nalo likajitangazia uhuru wake. Juma moja baadaye, Lumumba aliomba msaada wa kijeshi kutoka Urusi kudhibiti majimbo ya Katanga na Kasai yaliyojitenga na kusisitiza majeshi ya Umoja wa Mataifa waondoke ndani ya masaa 72. Rais Kasavubu na Mobutu wakamini kwa kuwaita Warusi.
Wakala wa CIA nchini Kongo, Larry Lawrence Devlin, akatuma ripoti Washington ikidai kuwa Lumumba anajiandaa kufanya mapinduzi ya kikomunist, akidai kuwa Lumumba wanakabiliana na mtu wa aina ya Castro au mbaya kuliko Castro. We are not communist, Catholics or socialist. We are African nationalist. We retain the right to be friends with whoever we like in accordance with the principle of political neutrality, walijibu Lumumba. Larry Devlin akasimamia mpango wa kumuua Lumumba. Dr. Sidney Gottlieb, jasus la CIA, likaingia nchini na sumu ya kummaliza Lumumba. Alitua Kongo Septemba 26. Huyu jamaa alispecialize kuua watu kwa sumu. Alafu ndo alikuwa coordinator wa mradi mkubwa wa kuloga akili za watu. Alitengeneza dawa za kuvuruga uwezo wa kufikiri kwa viongozi na watu waliotisha maslahi ya wazungu. Ndio maana viongozi wengi waliokwenda kusomea nje walirudi na akili za kushangaza. Wengi badala ya kujenga Afrika walianza kuiba Afrika na kwenda kuficha Uswisi. Sumu hiyo ilitakiwa tu kugusa mdomo wa Lumumba. Hata hivyo, ilikuwa ngumu sana kwani Lumumba alikula kwa mke wake tu. Hakula na kunya hovyo. Kwa mpango wa sumu ukabuma, ikabidi waitupe mto Kongo. Sumu ilivodunda, wazungu wakamshinikisha Rais Kasavubu amtimue kazi Lumumba, na kweli akafanya hivyo kwa sababu alifanya maamuzi na akili za kuambiwa tu. Lumumba akatimuliwa kazi ya waziri mkuu, bunge likapinga kitendo hicho. Lumumba akarudi ofisini na yeye akamtimua kazi rais wake. Mtu na rais wake wakawa paka na panya. Septemba 14, 1960, Mobutu akawapindua wote, akachukua nchi, akamweka Lumumba kizuizini na kumrudisha madarakani Kasavubu. Novemba 19, 1960, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likaitambua serikali ya Kasavubu na kumpongeza Mobutu. Lumumba akiwa kizuizini nyumbani kwake, Disemba 9, 1960, alitoroka Stanleyville na baadaye akaamua kuhamia jimbo la Kasai kwa lengo la kuanzisha utawala wake. Alikamatwa njiani na askari wa Mobutu kwa sababu alisimama njiani kusalimia watu walimngojea barabarani. Alikuwa na mke wake. Alikamatwa mbele ya majeshi ya Umoja wa Mataifa na kupigwa sana, kisha akarudishwa Kinshasa akiwa amefungwa kanda mikononi na kutemewa mate usoni na Mobutu. Kisha akatupwa gerezani. Mobutu amesahau alivyofadhiliwa na Lumumba hadi kupigauza nyumbani kwa Lumumba kama nyumbani kwake, kwa sababu shukrani ya punda ni mateke. Lumumba akiwa gerezani alijua atakufa, hivyo akaandika barua kwa mke wake akiwa ishapigwa vibaya mno, sura haitamaniki. No brutality, mistreatment or torture has ever forced me to ask for grace. I prefer to die with my head high, my faith steadfast, and my confidence profound in the destiny of my country. Wafuasi wake wakiongozwa na Anthony Gizenga, waliposikia Lumumba ametiwa mbaroni, walijitangazia serikali mpya ya Kongo, iliitwa Free Republic of the Congo. Kongo ikawa uwanja wa vita. Nchi moja ikawa na serikali 4. Moja, serikali ya Mobutu na Kasavubu kwa ufadhili wa nchi za Magharibi. 2, serikali ya Gizenga ikifadhiliwa na Urusi na wanamapinduzi kama Rais Abdelgamal Nasser wa Misri. 3, serikali ya Moise Chombe Katanga na serikali ya Elbert Kalonji Kasai zikifadhiliwa na Ubelgiji. Gizenga, Pierre Mulele na Laurent Kabila waliendesha vuguvugu la kumrudisha Lumumba madarakani. Mobutu akaamua kumhamishia Lumumba Kasai kwa Moise Chombe kwenye gereza la Thiesville. Januari 17, Lumumba alipelekwa vichakani akiwa na mawaziri wake wawili, wakapigwa risasi hadi kifo. Walisimamishwa mstari mmoja na walenga shaba wakawafyatulia risasi. Lumumba alikuwa wa mwisho kupigwa risasi na kuzikwa huko huko vichakani. Januari 22, kamishna wa polisi wa Ubelgiji, Gerard Sote, na ndugu yake wakiwa na shema na misuanu walikwenda tena kufukua mili hiyo, wakaikatakata mili vipande kwa shema na misuanu na kuyayayusha kwenye tindika. Sote anasema alitumia kolea kungoa teno mawili la Lumumba kwa ajili ya ukumbukizo. Februari 13, Pauline mke wa Lumumba alitembea mjini akiwa matiti nje, akisindikizwa na wafuasi 100 wa Lumumba hadi makao makuu ya Umoja wa Mataifa kudai mwili wa mume wake. Ilikuwa ni kipindi kigumu sana kwa Pauline, maana ndoa alikuwa na umri wa 23 miaka, ameachiwa watoto, atawatunzaje binti wa mtu? Halafu kilichomuumiza mama huyo ni kupoteza mtoto mdogo kipindi wamewekwa kizuizini. Mtoto wao alikufa na miezi 6 tu. Pamoja na kuandamana matiti nje, hakupewa mwili wa mume wake wala hakuonyeshwa sehemu alikozikwa. Badala yake Pauline alipelekwa kuishi kwenye kambi ya wakimbizi iliyojungwa na UN. Imagine, mke wa waziri mkuu kuhamia kambi kula kwa foloni.
Ni kitaalamu cha Afrika wanawake kupinga ushenzi kwa kutembea matiti wazi. Mwaka 1929 iliwahi kutokea huko Nigeria, wanawake waliandamana uchi kupinga utawala wa Mwingereza. Na nchini Kenya, Mama Wangari Maathai aliongoza maandamano ya wanawake wakiwa matiti nje kupinga utawala wa Moi. Kipindi hicho ukizingwana na Moi ulikwenda kusulubishwa Nyayo House. Kutokana na vitisho vya mara kwa mara, Pauline aliamua kukimbilia zake Egypt na kupewa hifadhi na President Nasser. Baadaye alikwenda Ubelgiji, Ufaransa na kurudi Kongo mwaka 1990 baada ya mume wake kutambuliwa kama shujaa wa Kongo. Serikali ya Laurent Kabila na Joseph Kabila zilimtunuku Patrice Lumumba heshima ya kuwa shujaa mkuu wa Kongo. Sanamu ya Lumumba imejengwa katikati ya jiji la Kinshasa, eneo la Limet. Tuachane na habari za mke wa Lumumba, maana zinaumiza moyo. Tarehe 21 Januari 1961, Kasavubu akamteua Mobutu kwa mkuu wa majeshi ya Kongo na Cyril Adola kukalia nafasi ya Lumumba. Antoni Gizenga naye aliendeleza mapambano. Kongo haikutulia. Mwisho wa siku, Mulele alizidiwa nguvu kukimbilia Kongo Brazzaville. Marchi 1963, Mobutu alikwenda Washington kuvishwa taji la kumuua Lumumba. Rais wa Marekani John F. Kennedy alimwambia Mobutu, "Jenerali, singekuwa wewe, ukomunism ungetamalaki Kongo." Mobutu akajibu, "Ninafanya ninawezalo, Mheshimiwa Rais." Baada ya mauaji ya Lumumba, jina la Mobutu liliendelea kubaki kwenye payroll kwa muda mrefu. Marchi 1965 ulifanyika uchaguzi, Moise Chombe akashinda na kuwa waziri mkuu wa Kongo tena. Lakini Rais Kasavubu akamteua Evariste Kimba kuwa waziri mkuu, moto ukawaka. Mobutu akachukua nchi tena kijeshi na kumfuta kazi Kasavubu. Tarehe 25 Novemba 19